Zamani sana, dunia nzima ilikuwa na lugha moja tu na maneno yale yale. Watu wote walielewana vizuri sana walipozungumza. Walisafiri kutoka upande wa mashariki na kufika kwenye nchi tambarare katika nchi ya Shinari. Waliamua kuishi hapo kwa pamoja. Siku moja walishauriana na kuambiana kuwa ni vizuri wajijengee mji mkubwa. Walitaka pia kujenga mnara mrefu sana ambao kilele chake kingefika mpaka mbinguni. Walisema kuwa wakifanya hivyo watajipatia jina kubwa na maarufu duniani kote. Pia waliamini kuwa mnara huo ungewafanya wasitawanyike usoni pa nchi. Badala ya kutumia mawe, walitumia matofali walioyachoma vizuri kwenye moto. Badala ya kutumia chokaa, walitumia lami ili kuunganisha matofali hayo kwa nguvu. Kila mmoja alifanya kazi kwa bidii sana. Walijenga kuta ndefu na imara, walipanda juu zaidi na zaidi kila siku. Walijivunia sana akili zao na nguvu zao. Walifikiri kuwa wanaweza kufanya jambo lolote bila msaada wa mtu mwingine. Na unajua marafiki, Mwenyezi Mungu alishuka chini ili auone ule mji na ule mnara ambao binadamu walikuwa wanaujenga. Mungu aliwaangalia na kuona jinsi walivyokuwa na umoja mkubwa. Mungu akasema kuwa watu hawa ni taifa moja na wana lugha moja. Aliona kuwa hili ni jambo la kwanza tu ambalo wameanza kulifanya. Mungu alijua kuwa ikiwa wataendelea hivi, hakuna jambo lolote watakalopanga kufanya litakaloshindikana kwao. Walikuwa na kiburi ndani ya mioyo yao. Walitaka kuwa sawa na Mungu kwa kufika mbinguni kwa nguvu zao wenyewe. Hivyo Mungu aliamua kuivuruga lugha yao. Alifanya hivyo ili wasiweze kuelewana tena wanapozungumza. Ghafla, mtu mmoja alipokuwa akiomba tofali, mwingine alimletea maji kwa sababu hakumuelewa. Mwingine aliposema jambo, mwenzake aliona kama anasema maneno yasiyo na maana. Kulikuwa na kelele na mkanganyiko mkubwa kila mahali. Watu walishindwa kuendelea na ujenzi wa ule mji na ule mnara wao mrefu. Kazi ilisimama kabisa kwa sababu hakuna aliyemwelewa mwenzake. Kwa sababu hiyo, Mungu akawatawanya kutoka hapo waende sehemu zote za dunia. Waliondoka makundi kwa makundi, kulingana na lugha zilizofanana. Mahali hapo pakaitwa Babeli, kwa sababu hapo ndipo Mungu alivuruga lugha ya dunia nzima. Mnara ule uliachwa bila kumalizika kama alama ya kiburi cha binadamu. Watu walianza kuishi mbali na wenzao na kuanzisha mataifa tofauti yenye lugha tofauti. Hivi ndivyo dunia ilivyopata lugha nyingi tunazozisikia leo. Mwenyezi Mungu anataka tuwe na unyenyekevu katika maisha yetu. Ni vizuri kutumia akili zetu kufanya mambo mazuri, lakini hatupaswi kuwa na kiburi mbele za Mungu. Tunapaswa kukumbuka kuwa kila kitu tunachoweza kufanya kinatoka kwa msaada wake, na si kwa nguvu zetu wenyewe tu. Je, ungependa nikuandikie hadithi nyingine kuhusu jinsi Nuhu alivyojenga safina kubwa kwa ajili ya wanyama?